Sogea karibu yangu, nikupe wasia wangu. Hali yangu waiona, nipo hoi taabani, sitaraji kupona mimi tena buriani. Nakupenda tena sana mwanangu, wewe pekee, akuongoze Rabbana, mema uyaelekee. Kuhusu yule kijana, kwanza nakushukuru hujawahi kuniangusha katika jambo lolote. Mke yake ndo tatizo. Namhitaji sana Yusuf. Hivyo ile jambo tu umefeli? Imetokea kwamba wamekhtalifiana na mkewe. Wala alipokuja hapa niliongea naye. Naam. Hakueleza lolote juu ya hiyo. Mweleke kwamba bahati ya namna hii hairudi mara mbili katika maisha. Mwanangu, o mwanangu, kipenzi cha moyo wangu, sogea karibu yangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Habari za hapa? Salama. Kazi zinaendaje? Kazi kama unavyoziona hivyo. Sasa nimekuja kumuulizia huyu bwana Yusuf. Yusuf, Kwa sababu najaribu kupita pale, majirani wananiambia hayupo. Lakini nashindwa kupata taarifa rasmi. Na wewe ndio ukiwa kama dalali wake, nataka kujua yuko wapi. Yusuf amepata dharura, amesafiri. Na kuhusiana na kodi bwana amepata matatizo kazini kwake. Lakini alivyonieleza kwamba muda sio mwingi anaweza akamaliza hili tatizo. Lakini mzee Musa, nikwambie kitu kimoja. Matatizo ni sehemu ya maisha ya dunia. Na ili uendelee lazima mtu upambane na yale matatizo, uzidi kusonga mbele. Kila mtu angekuwa anatembea na bango la matatizo hapa, sidhani kama hizi nyumba watu wangekuwa wanaishi. Kila mtu na matatizo. Sasa kwa nini kwake yeye ndio very special? Nataka tu kujua yuko wapi. Na hatima ya kodi yangu ni nini? Basi mimi ningekuomba tu usubiri, mimi nitawasiliana naye. Tusubiri mpaka lini? Subira nayo na mipaka. Naomba nikukumbushe kitu. Even though they say the contract is between landlord and the tenant, lakini lazima nikuambie hiki kitu umfikishie. Mkataba wetu, maana hapo umeongea Kiingereza kigumu mno. Okay, samahani. Kwa udalali wangu huko ulikofika mbali mno. Samahani, nitaliweka sawa hili. Mkataba ni kati ya mpangaji na mwenye nyumba. Ndivyo. Mkataba wetu unasema hivi. Kama miezi 3 hujalipa kodi, mimi nina haki ya kumuita mwenyekiti wa serikali ya mtaa, nikatoa vitu nje, chumba kikarudi kwangu, nikampangisha mtu mwingine. Sasa katika miezi hiyo 3 imebakia siku 10. Nakupa warning, hii mfikishie huu ujumbe. Baada ya muda huo, sina msalie mtume. Sina simile tena. Sina kingine. Sawa. Nikutakia siku njema. Sawa. Mwanangu, o mwanangu, Halo. Kipenzi. Mzee Musa. Nini tena?
hilo sio muhimu sana. Sema lingine. Lakini mara mbili baada ya kukosa kule nyumbani ungefanya kumpigia simu. Inawezekana kweli yeye akawa na jambo muhimu la kutaka kuongea na mimi, lakini baadaye akatokea tena matatizo mengine. Achana na ile. Niambie jambo lingine. Kwenye nyumba yako bwana Saje. Ametoka hapa sasa hivi. Anasema mkataba wako unapoelekea atatoa vitu vyako nje. Nimwambie nini kama atakuja tena? Kodi yake ataipata lini? Mzee Musa, mimi hapa labda nifanye tu utaratibu wa kumtumia tu ufunguo wake. Maana mule ndani hakuna kitu. Mke wangu alibeba kila kitu na akaondoka navyo. Na hapa ninavyokuambia nipo njiani kuelekea kijijini huko. Wameniita kuna kikao. Na kuhusu rafiki yako kama atakuja tena? Na kuhusu hiyo rafiki yangu Yusufu akija tena, tafadhali naomba usifanye mawasiliano naye tena. Tena namsumwambie kama mimi naye tumewasiliana. Maana yeye na familia yake ndo chanzo ya yote haya. Mimi kuzurura mara niko kijijini, mara huku, mara huku. Sawa mzee Musa? Sawa. Tumeelewana. Yusuf. Anapiga tena? Kuna tatizo gani tena? Hao wamewasiliana hawa. Sio wamewasiliana hawa. Halo? Mzee Musa? Mzee Musa? Halo Yusuf. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mzee Musa bwana, acha tu nikwambie tu ukweli hali halisi niliyoikuta huko. Ndio. Inaonekana kabisa mimi mke wangu huku kwao hakufika. Bado yupo huko mjini. Sasa wewe hicho kikao umekaa na nani? Kikao nimefanya na wako zangu wazazi wake. Ila sasa kikubwa zaidi nilichokikuta huku, nimepewa barua ya madai ya taraka. Yaani hata sijui nifanyeje, kwa nimezidi tu kuchanganyikiwa kwa kweli. Sasa kama hao wazazi wake wamekupa talaka. Sasa mbona huyo mlengwa amebaki huku mjini? Au kuna mtu kamrubuni amechukua kila kitu? Hilo halina shaka. Yaani huo ni uhakika kabisa. Itakuwa kuna mtu kamrubuni. Hata sijui ni lakuaje. Lakini nalo nisiwe na dhana mbaya. Labda inawezekana tu ameamua kuondoka kwangu, labda kwenda kuanzisha tu maisha yake. Yaani hata sijui nifanyeje. Pole sana kijana wangu. Kwa hiyo sasa utafanyaje? Nazidi kuchanganyikiwa kwa kweli, hata sijui nisemeje. Kingine tena nimejaribu kwenda hadi kwa mama yangu, nimemkuta mama yangu ana hali mbaya, anaumwa. Yaani nazidi kuchanganyikiwa. Halo Yusuf, halo. Haya. Naam, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi hali? Safi kabisa. Ndio, unaendeleaje? Safi shwari. Ndio. Naendelea majukumu. Bwana salam. Ndio. Vipi na wewe? Kumekucha naona. Kuna taarifa yoyote? Nilipita kule kwenye real estate. Ndio. Ili kukagua zile nyumba zote na yale madeni yetu. Zile nyumba 24. Umefanya uhakiki kwa utulivu zote kabisa. Nyumba zote 24. Zote 24. Na ukipata muda utapitia inshallah. Sawa. Umefanya vizuri sana. Niweke hapa. Nikimalisha hii utapitia. Sawa. Ndio. Kingine ninafikiri sitakaa hapa. So nataka nikaangalie production kule ilivyo inavyoendelea. Sawa. Vizuri sana. Kwa hiyo nikuache basi kwa muda. Lakini kuna kitu umenikumbusha. Unajua hii shahidi ya wiki ya pili sasa imepita toka nilipokupa maagizo umpelekee ujumbe nani huyu Yusufu. Sasa mpaka sasa hivi
sijamuona yeye hapa ofisini na wala sijapata maelezo yake yoyote kwa njia yoyote ile. Wewe una taarifa yoyote juu yake? Unaisha kuniambia? Mimi nilikutana naye personally. Ndio. Ndio kukutana tukazungumza pale, Ndio. unaona? Nikaona bado anaendelea kuwa matatizo. Kwa hiyo nikamwambiaje, basi hebu fanya kwanza harakati za kutatua tatizo lako, alafu nitakupatia wiki moja tu, baada ya hapo tuonane tujue nini kinaendelea. Ahmad, na kuelesha wewe, hii ni mara ya mwisho. Sawa eh? Sawa. Mueleshe ndugu yako matatizo kwa binadamu yako wakati wote, na msingi nzuri wa kutatua matatizo ni kufanya kazi kwa juhudi na maarifa. Sikupingi baba. Mueleshe aache kabisa hivi anavyofanya hivi. Mseto uache, kwa sababu mimi ninaweza nikabadili maamuzi wakati wowote. Tusifike huko. Na kuelesha ukweli. Tusifike huko baba. Hapana. Tuko kazini hapa. Unanielewa? Ndiyo. Tuko kazini. Lazima misingi ya kazi ifuatwe, kila mmoja ashike nafasi yake kwa mujibu wa vile anavyotakiwa yeye awajibike. Mueleshe. Sawa. Na hii ndio wiki ya mwisho. Sawa baba. Unasema nini? Hii ndio wiki ya mwisho. Yusuf. Assalamu alaykum Ahmed. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vipi? Ngoja nituache ndugu yangu. Kuna nini? Mbona hivyo? Ahmed. Unavyoniona hapa, natoka hospitali. Nimetoka asubuhi nyumbani kwangu, nimeenda kwa mzee Hafidh. Nimemkuta mzee Hafidh ana hali mbaya sana. Nikamchukua, nikamkimbiza hospitali. Yaani mzee Hafidh hali nilimkuta nayo kwa kweli haisemeki. Kaona hapana, nikamchukua nikampeleka hospitali. Yupo hospitali? Hapa ninapokuambia nimemwacha hospitali, nikasema ngoja nije kwako nikuchukue maji twende. Basi twende. Twende bwana, tuae. Subiri basi twende. Tujitahidi tuae. Sawa. Basi twende. Baada ya hapo mimi nikazani nitaweza kuishi maisha ya kijijini, lakini wapi, nishindwa kabisa. Nikaamua mimi mwenyewe kurudi tu mjini. Sasa rafiki yako Ahmed alifika msibani? Nashukuru Ahmed alifika msibani. Alikuja hadi msibani, na alipofika msibani akanieleza kwamba mimi nahitajika kurudi kazini, lakini nikikumbuka maudhi ya kaka yake sikutamani kabisa kurudi kazini. Kwa baadaye nikaja mjini, nikaamua kupanga chumba, sababu Ahmed aliniachia pesa kidogo na nilipata rambirambi kutoka kwa marafiki zangu, ikanipelekea mpaka kupanga chumba kwa mzee Kingwendu, ambacho ndio hichi ambacho kinanipelekea kushindwa kulipa kodi, na yeye mwenyewe sasa hivi anadai kodi yake. Yusuf, usijali. Mazali umeshaliongea hivi. Maana sasa umetua mzigo. Na sasa si la kwako tena. Hili ni swala la kwetu sote. Tunapaswa kulitatua kwa pamoja.
kuwa jasiri. Maisha hayo unaona nayo mimi, haya sio ya kwangu. Nimepitia maswahiba mengi, maswahibu mengi mpaka kufikia hapa. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu bado ananiruzuku pumzi, basi sikati tamaa. Nitaendelea kupambana, nitapambana mpaka pale Mwenyezi Mungu ataposema sasa shia yako ya pumzi basi. Wallahi nakwambia. Vingine nataka nikwambie wewe. Wewe unajiona ni nani? No, sikiliza. Wewe unajiona ni nani wewe? Au unajiona unawasiliana na Mungu? Sio. Unajiona unawasiliana na wewe ni nani hasa? Wakati mwingine unakufuru kaka. Alafu unataka kunipelekea mimi nikuvunjie heshima, kitu ambacho sikipendi. Kwa nini hivyo? I don't care. Sikiliza. I don't care. Listen to me, my brother. Wewe ni nani? Unajifanya kama unaongea na Mungu. Who are you? You are my brother. Fight to me right now. You are my brother. Fight to me right now. Shida nini kaka? Shida nini kaka? Come on. Huwezi mkosea Mungu kaka. Mungu ni nani? Huwezi kufuru kiasi hicho. Achana na mambo yako wewe. Hapa usomi wako usipelekee huko kaka. Nakwambia wewe, msikilize kaka. Kaka msikilize. Msikilize kaka. Msikilize. Usomi sawa. Naelewa. Na mimi sije kupinga. Lakini usomi wako usipelekee huko. Msikilize. Mungu anakuagiza wewe kumdharau mzazi wako? Hapana. Kama hakuagizi, kwa nini babako anakuita? Wewe unatupa sisi tabu. Nani? Wewe ni mdogo. Nauliza jibu. Kipenzi cha moyo wangu, sogea karibu yangu, nikupe wasia wangu. Hali yangu waiona, nipo hoi taabani, sitaraji kupona mimi tena buriani. Nakupenda